Yaani mtoto unampa swali moja kwa moja bila kuhusianisha na maisha ya kila siku. Unafikiri atakuelewa? Lazima umpe kwanza vitu anavyovitumia kwenye maisha ya kila siku ndio akuelewe. Mimi nimeleta hili swali kwa mfumo wa shilingi, kwamba kuna shilingi 100 ngapi kwenye shilingi 1000. Mtoto ukimuuliza hili swali, hata kabla hujakokotoa swali, anakupa jibu. Ziko 10, 100 zikiwa 10 ni 1000 hiyo. Si amefikiria akapata jibu? Na wewe sasa muelekeze namna ya kupata jibu kwa njia ya kugawanya, ili aje aelewe kwamba kumbe nikipewa swali nasema kuna ngapi, kuna 100 ngapi, kuna 20 ngapi. Hilo swali nataka kugawanya. Ambapo sasa namba tuliopewa kule shilingi 1000 itakuwa ndani. Namba hii ambayo inauliza ziko ngapi tunaiweka huko pembeni, ili tukaiweke katika makundi, tuigawanye tujue ziko ngapi. Sawa, tunaanza ili agawanye hapa sasa. Mtoto ni wa darasa la 4, kumbuka anapewa hili swali. Mtoto wa darasa la 6 anaweza kaelewa kwa sababu experience kugawanya, lakini wala 4 wala 5 kugawanya bado changamoto. Kwa mwambie atengeneze orodha ya 100. Ataitengenezaje? Kama hivi. Na hii ndo orodha inayotusaidia sisi kugawanya namba, kila namba tunaopewa. Kwa usimwambie mtoto afikirie eti 100 mara ngapi tupate. No, hana huo uwezo wa kufikiria. Isipokuwa mwambie apange orodha ya 100, ambapo hii anaweza kaipata hata kama hajui kuzidisha. Anafanyaje? Anachukua tu 100 mara 0. Inajulikana kwamba namba yoyote mara 0 ni 0. Kupata namba zinazofuata si kuzidisha tena, ni kujumlisha, kwa sababu kuzidisha ni kujumlisha kwa kujirudia rudia. Kwa atajumlisha 100 kwa kujirudia rudia. Anachukua namba ya juu, anazidisha na anajumlisha na namba ya pembeni. 0 jumlisha 100 atapata 100. 100 jumlisha 100 ya pembeni anapata 200. Hakuna kuruka. Usichukue 200 jumlisha eti hapa upate ya huku pembeni. No, inaenda kwa series. 200 jumlisha 100 300. Kwa ataenda hivyo atapata 400, 500. Basi hapo ni kitu chepesi. Sikamaliza hii. Twende tukagawanye. Anaanza kuweka alama ya kuzidisha hapo kwamba 100 imezidishwa na namba gani? Jibu likaja 1. Kuna 1 huku? Haipo. Kama haipo, anasogea nafasi tena nyingine kuunda tarakimu ziwe 2. Tunasogea kwa sababu tuna akiba ya tarakimu tuliziacha kule. Itakuwa 10. 100 mara ngapi tumepata? Jibu ni 10. Akiangalia 10 huku au inaokaribia na 10, haipo. Anasogea tena mpaka hapa kwenye 100. 100 imezidishwa mara ngapi? Jibu likaja 100. 100 si hapa, ni mara 1. Kwa anaweka 1 hapa, anachukua jibu la kule ni 100. Akitoa 0 toa 0 ni 0. 0 toa 0 ni 0. 1 toa 1 ni 0. 0 maana yake hamna kitu. Baada hapo anashusha tarakimu iliyobaki 0. Anarudia kitendo kile kile. 100 imezidishwa na namba gani? Jibu likaja 0. 0 si huku, imezidishwa na 0. Afu anachukua jibu la kwenye 0, anatoa 0 toa 0 ni 0, ambapo haina kazi. Kwa maana yake kuna shilingi 100 ngapi kwenye shilingi 1000? Ziko 10. Ataandika ziko 10. Sasa kwa maana hiyo, ukimpa swala lolote linalosema kuna ngapi kwenye, atakumbuka kwa sababu ya ule mfano ambao ulimpa kwenye maisha ya kila siku, akapata jibu bila ya kujibu ya kukokotoa, ndio wewe ukampa njia yake. Lakini kwenda kumpa moja kwa moja, ukisikia kuna sijui swali nasema kuna gawanya, hata kumbuka kwa sababu hujampa evidence ino prove jibu lako.